anaambiwa hivyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao ndio msimamo wao, hakuna lolote hapo. Watu wana mipango na wana mikakati na wana misimamo yao. Leo atakwambia hiki, kesho atakwambia hiki. Unajua bwana, hakuna lolote. Hakuna lolote. Hata ufanye nini, hakuna lolote. Laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Kitabu kimeteremshwa, na aliyekiteremsha nani? Mwenyezi Mungu. Na aliyeteremshwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Kitabu chenyewe falamasuhu biaidihim, wakakishika kwa mikono yao. Mwenyezi Mungu asema laqala alladhina kafaru, wangelisema wale waliokufuru, in hadha, hakikuwa kitabu hiki illa sihrun mubin, isipokuwa ni uchawi ulio wazi kabisa. Mtume ameambiwa mrongo bwana, mtume, alafu mwalimu wake ni malaika Jibril. Sasa wewe unahangaika nini? Unapata taabu na watu. Mtume, mwalimu wake Jibril, aliambiwa mchawi, aliambiwa mwenda wazimu. Unapata taabu ya nini bwana? Sihangaike na watu bwana. Sihangaike na watu. Yaani wewe muhimu tu wasome watu wako. Imamu, wasome watu wako. Alafu ujue namna ya kwenda nao. Hiyo tosha kabisa hiyo. Tosha sana. Unapokuwa na kundi la watu unawaongoza, hawezi kuwa na mtazamo mmoja. Haitakaa itokee. Hapana. Alafu unatakiwa uwe mwangalifu kweli kweli. Katika kundi la watu unaliongoza, kuna kundi itakwambia bwana, sisi tuko na wewe. Sisi tuko na wewe bwana. Sisi tuko na wewe. Kutana nao barabarani, wapi, wengine wanakuja nyumbani. Sisi tuko na wewe. Lakini likitokea la kutokea, kuna jambo sasa linakuhusu wewe, na wenyewe wakwambia tuko na wewe, huoni. Sasa wewe usipate tabu. Kwani sijawaona? Utapoteza muda. Umeshawaelewa basi. Alafu utawaelewa wale ambao wako na wewe pia, utawaelewa. Utawaelewaje? Kwenye majambo, namna utakapo kuwa pale mbele, mstari wa mbele, utawaona. Kwa makini sana katika kuwaongoza watu. Kuna wengine wanakuambia, yani kuna watu wanakusumbua, si ndio? Alafu wanakuja, shekhe, wasikusumbue bwana, wewe ndio imamu. Sikia bwana, wewe ndio imamu. Maneno haya walitakiwa wayaseme wakati wale wanasumbua wenyewe ndio wajitokeze.
sio ushambuliwe alafu uko nje usikusumbue bwana. Na gani hayo? Sasa wasome watu wako na ndio unawaongoza, na usiwakatae, usiwakatae. Ndio watu wako takiwa waongoze. Sawa sawa. Na wengine watajidhihirisha kabisa kukupinga, hakuna utakachokielekeza ila lazima wakupinge kwa wazi na hata kwa vikao vingine huko, sawa. Kwa hiyo siku zote, innama nahnu fi mawkibi da'wa, da'watullah yastajibu laha almu'minun wa yanfiru minha alkafirun wa yataamaru alayha almunafiqun. Tupo katika jukwaa la da'wa. Da'wa ya nani? Da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanatokea makundi matatu. Yastajibu laha almu'minun, waumini wa kweli, waumini wa kweli. Yastajibu laha, wanaitikia ile da'wa, waumini wa kweli. Wayanfiru min alkafirun, makafiri wanaikimbia ile da'wa. Wayataamaru alaiha almunafiqun, wanafiki wanakaa vikao. Unaona kwenye da'wa makundi mangapi yanapatikana? Matatu. Huko katika da'wa, jukwaa la da'wa ila Allah, waumini wataiitikia ile da'wa. Ya ayuha alladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum ila akhiri al-aya. Enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, istajibu lillah, muitikieni, itikieni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na itikieni kwa ajili ya mtume. Idha da'akum, atakapokulinganieni lima yuhyikum, kwenye yale ambayo yanakupeni uhai mzuri. Da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale watakaoitikia, da'wa ya Mtume Muhammad kwa wale watakaoitikia, hupatikana uhai mzuri. Kwa hiyo Mtume alikuwa analiwazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakapatikana watu wa kumliwaza daia. Ni jambo zuri kumtia nguvu, kumshika mkono. Watu wamshike mkono imamu, wamtie nguvu imamu, ili aweze kumakinika katika dawa yake. Watu wamshike mwalimu, muallim nas alkhair, mwalimu anayefundisha mambo ya khair. Wapatikane watu wamshike, wamtie nguvu, wampe sapoti. Mambo yanatakiwa hivyo, wamwezeshe, wamwezeshe, wasimamie mahitaji yake, wasimamie mahitaji yake. Mimi nimefanya kazi kubwa sana kumbembeleza baba yangu mzazi, nikiwa na shughuli zangu mimi za shamba za nini, namuona baba yangu anakuja anashiriki kwenye zile shughuli. Sasa wanafunzi wapo, wanafunzi wapo, watu ninao. Namuona mzee wangu anakuja kufanya kazi. Mimi mtoto wake alenizaa, mtoto wake alenizaa.
na kwa kile kidogo nilichokielewa kwamba mimi nina kazi kubwa ya kumtumikia mzazi wangu. Leo baba yangu hajafanya kazi yangu mimi. Basi baba yangu aliwahi kuniambia sifanyi kazi hii kama nakufanyia wewe mtoto wangu. Naifanya kazi hii ili upate utulivu wa kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo siifanyi kama baba yako. Baba yangu aliniambia maneno namna hii. Nafahamu? Yaani zile kazi ninazozifanya za Allah, yeye anatoa muda wake, wakati wake, sawa, kunisaidia, sio kama mtoto wake kama mchango wake wa kuwezesha mimi niweze kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia alikuwa hana mchezo na kipindi cha madrasa. Tunatoka shuleni saa 10. Ukifika nyumbani kuswali saa 11 unatakiwa uingie madrasa. Sasa kuna ya kufanywa pale nyumbani, kuna kuchota maji. Siku zile sio kama leo kila nyumba ina bomba. Nyumbani kwetu Oysterbay, lakini mahala pa kuchotea maji watu wote, bomba la watu wote lilikuwa karibu na shule ya msingi pale. Kwa hiyo ili mpate maji basi mtoke majumbani kule, sawa? Mwende mkeka foleni pale, mchote, peleke maji nyumbani. Lakini kuna kwenda mashine, sio kama leo. Mashine ziko karibu kabisa. Mashine za kusaga zamani kulikuwa kuna maeneo maalum, zile mashine za kutumia mafuta diesel hivyo. Sasa merudi kutoka shuleni, fika nyumbani, kuna kipindi cha kwenda madrasa. Baba yangu mzazi alikuwa hakubali twende mashineni wala twende tukachote maji katika kipindi cha kwenda madrasa, alikuwa hakubali. Kwa hiyo baba anachukua ndoo anakwenda kuchota maji, nyinyi nendeni madrasa. Watu wengine huko, sasa huyu mzee ana watoto, iweje anakwenda kuchota maji na watoto wanao? Angalia hilo. Madrasa, huu ni wakati wa kwenda madrasa, atakwenda kuchota maji. Baba yangu alikuwa anakwenda mashineni na sisi watoto tupo. Hakubali twende mashineni, sawa, katika kipindi cha madrasa. Sawa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awahifadhi wazazi wetu, awalinde wazazi wetu, awape umri mrefu wenye baraka. Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao. Tumetoka kwa wazazi wa aina hiyo, alhamdulillah. Lakini kinyume chake, waweza kuwa wewe mwanafunzi unazingatia muda wa kwenda madrasa, mzazi ambaye haelewi, hatilii umuhimu madrasa, atakwambia nenda mashineni.